ni mtu mmoja tu, sema tu bana characters zimekuwa ni nyingi sana. Pale ndani hivyo hivyo kwa Matitika pia nafikiri kuna mtu pale ndani, kuna Masai pale ndani. Ndio. Okay. Yeah. Mzee una kofia nyingi, ana kofia nyingi bana. Hata mimi then nilikuwa namwangalia na anacheza na Kimasai. Tukikuja huko amebadilika bado ako na kofia ni nyingi sana. Okay. Hizi kofia zote hizi tatu kuzivaa kwa wakati mmoja nafikiri ni ngumu sana, lakini wewe umemanage sana kuzivaa hizi kofia. Hivi kuna kitu gani, kuna siri gani kubwa kutoka kwa Baba Mdogo mpaka kwa Matitika na kwenye Masai? Kuna kitu tofauti hapo kiko? Kuna utofauti mkubwa sana, kuna ugumu mkubwa sana. Character hizo mbili zina ugumu mkubwa sana. Okay. Tuanze na tuseme Matitika. Haya, Matitika. Matitika ni character ambayo by now Isa nikikuelezea brother, hata apewe nani hakuna mwenye anaweza play. Hakuna. Ni character ambayo ni ngumu sana sababu watu wengi huwa wanashangaa na manage vipi kusimama vile kwa muda mrefu. Sure. Hata mimi kwa kipengele nikasema huyu mwenetu kuna vitu anavaa nini. Sasa ni sina ambayo ni ngumu sana. Ni vitu ambavyo mimi nishazoea sababu ni toka utotoni mimi nilikuwa nikifanya vile. Ni kitu ambacho naweza fanya mpaka. Kwa hivyo haikuumizi namna yote ukisimama namna ile. Hainiumizi kabisa. Yako fresh. Japokuwa kuna limit fulani ambayo ikifika ndo anaumia. Okay. Siwezi enda above 3 hours. Okay. Lakini hizo 2 hours hizo bwana nusu hizo kipengele sana. So ikija scene ya Masai. Masai ni scene ama ni character ambayo mimi nilipenda, lakini pia nayo ni ngumu sana. Kuchange lugha, ni kutwist ulimi mpaka uzungumze lafzi ambayo sio yako. Inakuwa ngumu sana kwangu, lakini nimekaa na Masai pale nyumbani, pana walinzi fulani wa Masai ambao nimewafanya kama friends. So wanapozungumza wao niko karibu nao sana. So najaribu kuopia. Okay. So katika hawa watu watatu ambao kuna Matitika, kuna Bwana Mdogo, lakini kuna Masai. Katika watu watatu unapenda nani hao? Mimi ninapenda sana Matitika. Napenda sana Matitika. Sasa Matitika ndo namuelewa. Japokuwa ushauri mwingi sana, watu washauri sana Masai ndo content ama ndio character ambaye inaweza kupeleka mbali zaidi, lakini Matitika naipenda sababu hakuna content nzuri ambayo ukifanya automatic ukidrop tunapata tari likes na views zinakimbia. Masai huwa ina take time sana. Lakini wewe si Masai, ile ukiwalisia kwamba wewe si Masai tuweke sawa. Uhalisia mimi sio Masai. Okay. Na hauna damu kabisa za Masai. Sina damu. Okay. Unapomzungumzia Matitika pale ndani huwezi kumkosa shangazi ambaye ni mama lao, lakini pia vile vile huwezi kumkosa Madundo. Nafikiri hawa ni watu ambao bila shaka mna ukaribu sana kufanya kazi. Okay. Hivi kupatana na hawa watu, kumpatana na Madundo mpaka kupatana na shangazi, imekuwa na urahisi ama kumekuwa na ugumu kwako? Ilikuwa na urahisi sana. Ilikuwa na urahisi sababu Madundo Madundo ni content creator. Mimi ni content creator na mama lao ni content creator. So kupitia Madundo ameniintroduce kwa mama lao sababu mimi sikuwa ifanya ninio content yote na mama lao, lakini nilifanya nayo kupitia Madundo. So Madundo alipoona zile content zangu zile za Ramadhani nini, akaniambia bro, mimi nataka tujumuike tufanye vitu pamoja. So tulivyoonana ndo tukaanza kufanya hiyo kazi. Fiti sana. Na cha kuchangaza zaidi by the way, nimeona una movie yako ya Mkasa pale. Nilitarajia kumwona Madundo kwa sababu zako nyingi sana una shoot na Madundo, so sijamwona Madundo pale, sijamwona shangazi. Bana, nafikiri ni swali ambalo labda watu wengi wanajiuliza bana, kutokana na ule karibu ambao ulikokuwa nao na washikaji. Nafikiri kwamba umefanya nao kazi nyingi sana. Ndio. Kweli kabisa, lakini Mkasa sijamweka Madundo wala shangazi kwa sababu last meeting tulivyoonana tukiwa field kufanya vitu, kulikuwa mtafaruku mkubwa sana baina mimi na Madundo kwa kasi. Tulikosana vibaya sana. Kiasi cha kwamba paka ikapika kipindi paka na block yani. Na ni vitu ambavyo sija hivi yani, unajua katika vitu ambavyo mimi sipendi ni kuweka uhasama, yani uhasama wa mimi na mtu yote yule kuweka mitandaoni. Huwa ni ngumu sana kupata mimi naweka kitu mitandaoni. Japo tulibeba mimi na yeye chini kwa chini na tukasolve chini kwa chini. So baada ya uhasama kupatikana mimi na yeye ndo nikaamua ni anzishe ino story yangu na nikatafuta cast ambao nitafanya nao. Ndio. Issue kubwa ilikuwa ni gani?
issue kubwa unajua Madundo sometimes akiwa feel unajua Madundo anaambia tu resoda baba sure mtu mwingine poa sana lakini anaweza fanya utoto mpaka in a serious way wakati mko serious hivi anaweza drop utoto kiasi kwamba mimi ikifikia hiyo limit waweza niodhe so alipitiza mpaka niodhe nikamwambia bro kama ni hivi basi hautanipata tena feel sababu mimi nilikuwa na waikazi yeye ana force tufanye vitu ambavyo anaweza tufanye content ya mwisho unajua mimi bro mimi kwa mwenzangu field waspendi kuudhi sasa nafanya kitu kukuridhisha wewe lakini nikamwambia bro mimi nafanya kukuridhisha wewe lakini nikiondoka hapa hautonipata tena sababu anichelewesha kazi na kazi ni muhimu kulingana nini niko na familia ahead so tukakorofishana vibaya sana mpaka shangazi akasema wewe achana naye hiyo story isifike shangazi alikuwa hapo shangazi tulikuwa na shangazi hiyo siku hivi mlikuwa mnaongea kitu gani ambacho serious sana kiasi cha kwamba Madundo alivyoweka mitani tu pale ndani ukahisi kwamba mwana kazingua hapa mwana sasa anavuka mipaka nilimwambia bro wajua mimi nachelewa kazi sasa ni saa 11 na nafaa kufika kazi 12 Madundo alichosema kwamba wewe kazi zako hazieleweki mara siku nyingine ananiambia saa 11 mara saa 12 sasa mbona ueleweki naambia bro tangu lini nakwambia mimi naingia kazi saa 11 mimi siku zote nakwambia naingia kazi saa 12 na hiyo ndio time yangu ya kuingia kazi sasa ukiniambia kwamba mimi nilikwambia naingia kazi saa 11 hujui kama niko wajaribu kunichanganya sababu sijaitamka kitu kama hicho kabisa sasa hapo ndo kabidi tukorofishana tukaleta hajiu kabisa lakini mimi nikaamua muondoke tu lakini simlisolve tulisolve tukaishi na ilivyoisha sasa hii kuna uwezekano tukamwona katika mkasa uwezekano uko kwenye mkasa ni mgumu kulingana na ile story tumesha create mpaka shafika tumeibuni it's a story of which is contain only 7 episodes kuna episode 7 tu pekee so ni character ambayo tutacheza sisi wale unaoona pale kwenye ile picha hao ndo kwa hiyo character kwa hiyo story mimi nikupatia hongera sana kwa tamthilia yako ya Mkasa nafikiri ni moja ya tamthilia ambayo imepata mapokezi mazuri kulingana na vile watu wanakufahamu na mimi mwenyewe nimefurahi sana kwamba watu wameipenda sana kwa sababu mimi nilikuwa napitia baada zile comments baada ya kutoka nafikiri ma celebrity wengi sana ama watu ambao mnafanya kazi kwenye tasnia moja mavuli moja content creation nafikiri wengi sana wamekuja pale waka comment nini yani kila mmoja akawa ni mtu ambaye ana appreciate sana nafikiri kitu kama hicho umekiona lakini kabla tu niende kwa swali langu moja kwa moja kuona watu sana wanakuja kushow love pale kwa comment section kwa kazi ambayo umeifanya mwenyewe hii kitu imekufunza kitu gani muda mwingi mimi naweza sema bro vitu vingine huwa vinatengeneza kibri kwa sisi ma content creator kuna sometimes unaweza pata love ama unaweza bwagiwa comment kama zile ukajenga kibri which is so bad hiyo ni kitu kingine kibaya sana isifike limit uwe na kibri kwa sababu umepata umepongezewa zaidi isiwe sababu ya wewe kujiona wewe ni bora kuliko mtu fulani hapana tambua kwamba kuna wenzako wako chini na ni bora kukuliko sema hawajapata nafasi ya kusikia so mimi wanakuta mimi ni mbegu ambayo naweza ota hata kitandani mimi kipanda mimi naota asema bwana nyota yako ni kubwa sana nyota yangu mimi kubwa sana so mimi nashukuru alhamdulillah bro na wanaponipokea mimi nashukuru pia siwezi sema ni vibaya sababu they are right sababu nafanya kitu ambacho wanapenda na wanapenda kitu ambacho nakifanya na walengwa katika ile movie ya Mkasa sana ni kina nani katika jamii yani kulingana na wewe vile ulileta ile Mkasa Mkasa malengo hasa ni kwa sababu ya maisha yenye yamebeba yani tamaa fulani naweza sema ni tamaa sababu gani mimi ni mzee of which yule mtoto wangu amekuja na mke wake mimi ni baba vya shana nafaa kuwa na heshima pale sasa badala ya kumheshimu mimi sasa nalinga upendo kwa sababu mimi ndio ambaye naleta riziki pale ndani mtoto wangu hana anachukilia basi story kubwa kumbe nafikiri ni story kubwa sana moja ya comment ambayo nimeiona nikasema bwana hii lazima nikuulize nafikiri comments zimekuwa ni nyingi lakini sijui kama wewe upande wako unapenda kupitia comments ama hupitii lakini wewe unapitia comments kweli unapitia comments unapitia comments lakini wewe hau react kwenye comment ku reply wala nini wewe fresh tu kwamba ukisoma wewe unapita tu fresh
Siwezi sema kuzisoma nazisoma, lakini ku react sometimes naweza pata yani muda. Okay. Naweza pata ninapata na comment naziona ndio. Lakini muda huo kuingia message shaona umesoma una muda kuiji. Okay. Una reply mtu message ila WhatsApp. Sawa. Shakuta. Na mimi ndabidi nikusomee comment moja ambayo nimeiona. Kuna jamaa anakwenda kwa jina la Official Karisa 003. Amesema bwana Mwatitika tuko na wewe hadi tukupeleke GIF pictures. Nafikiri ni comment ambayo ina siku 2 tokea hii comment. Nafikiri bila shaka kama utakuwa umekutana nayo. Hiyo comment niliona. Uliona. Lakini kama unavyosema kidogo one of the comment ambayo nilipenda sana. Okay. Nilipenda sana. Nilitikia dua kimoja japo siku reply. Lakini kiupande wake mtu akiona kama hivi kama hujajibu anaweza akaipokea kitofauti. Hivi unahisi kwamba kuna umuhimu wote labda mtu kureact kwenye comment ya mtu ama kujibu comment ya mtu? By the way naweza sema kuna umuhimu sana. Kwa sababu gani unampa moyo wa kuzidi kucomment kwenye video zako ama comment kwenye kitu chako chochote ambacho utakipost. So to reply comments ni kitu kingine ambacho mimi nafanya lakini sikipendi wala sipendi mimi kufanyiwa mimi. Unajua ahiba linasi ma tuhibu linafsika. Nipendelea watu tunachokipenda nafsi yako. So mimi huwa nikicomment video ya mtu sipo reply hiyo huwa najisikia vibaya na same to me huwa sipo reply mtu sometimes. Lakini comments kama hiyo comment bro mimi nilikutana nayo na nilipenda na nilifurahia moyoni. Nilisema nilitikia kimoyo tukasema amina.